Naam, msikilizaji wa Radio Sat FM, natumai umesikia kwa uzuri kabisa. Yaliyojiri mtaani huko. Yaliyojiri mtaani. Sijui unaelewa. Lakini kikubwa ambacho nimekinukuu ni kwamba wameweza kuzungumza vijana wengi. Ndio. Ambapo kijana mmoja ameweza kusema kwamba vijana kama vijana tuna nafasi kubwa, kwamba kama unavyojua kijana ni mwenye nguvu. Ndio. Tuna nafasi kubwa kwamba tukujisanye, alafu tumwanzishie biashara kijana ambaye ana ulemavu, lakini inategemea na aina ya ulemavu wake. Kwa mfano kama ni hana mkono ama labda hana mguu, kuna namna wanaangalia kwamba huyu mtu anaweza kufanya biashara gani, then wanamtafutia nini kazi ya kufanya ambapo pia atakuwa anafanyia kazi. Lakini sio tu kwamba umeona mtu ana ulemavu na anaweza kufanya kazi fulani, lakini wewe unampa hela kwamba ale ashibe kwa hiyo siku. Lakini alichosisitiza ni kwamba unajua hapo kabla hujaendelea na nukuu kauli ya wasemaji wanaposema kwamba usinipe samaki, nifundishe kuvua samaki. Ndio. Kwamba mtu umeshamwona ana uwezo wa kufanya chochote kitu, lakini wewe humpi support kwamba fanya hiki ama fanya hiki ama kihela hii hapa, anza biashara, lakini wewe unampa hela ale. Sawa, lakini yote kwa yote hao, ngoja kwamba tukwambie hivi msikilizaji. Harakati za vijana. Katika siku hii tumeenda kitu kizuri kwa msikilizaji. Mada mezani. Fikra angavu. Uchambuzi wa kina na mawazo ya kinifu. Karibu tuwe sote. Kwa hiyo mada mezani. Mezani. Jamii inampa fursa mtu mwenye ulemavu. Tumesikia hapa mguu kwa mguu jinsi ambavyo imezungumzwa kwa uzuri kabisa, jinsi ambavyo vijana, lakini kuna muhanga pia ndani yake akizungumza kwamba yeye pamoja na kwamba sio ule ulemavu wa kuzaliwa, lakini ndo tayari amepata ulemavu. Ila hajaboteka kwamba kakaa tu nyumbani hajishughulishi kwa lolote ile, ila bado anazidi kupambana. Na kitu ambacho nimekipenda, amesema kwamba serikali itakapokuja kutaka kukupa msaada, basi ikukute na kitu chochote. Yaani isikukute tu wewe unahitaji kupewa, ila ikukute na kitu ambacho unaweza ukawa unaendeleza kama yeye ambavyo anafanya shughuli yake, lakini pia hata mwingine yeyote yule asiseme kwamba mimi siwezi nikafanya kitu fulani. Na hapo nakumbuka mwalimu wangu mmoja aliwahi kuniambia, huyu ni mwalimu wa hesabu. Alikuwa ananiambia vijana wengi mnasema hesabu ni ngumu, lakini hebu thubutu kufanya. Alafu ndipo uone kama je, hesabu ni ngumu au sio ngumu. Kwa hiyo lakini sio kwenye hesabu tu. Unajua kila kitu kila kitu ukipanga kukifanya, hebu jaribu kufanya kwanza kabla kukata tamaa. Maana vijana wengi imekuwa kero kwa vijana wengi. Imekuwa kero kwa vijana wengi. Utakuta kijana anatamani kufanya jambo fulani, lakini kutokana labda kwamba inatakiwa kwanza kitu fulani ndo afanye, anakata tamaa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kwamba jaribu kwanza. Lakini ulimwengu kwa ujumla kwa hizi siku za sasa, niseme miaka hivi karibuni imekuwa na wimbo mmoja na lizungumza kama inavyozungumzwa kwa lugha ya kigeni kwamba never give up. Yani kamwe usikate tamaa. Ama kamwe ndicho kinachotakiwa kukata tamaa. Ndicho kinachotakiwa kwa vijana wengi, kwa sababu lengo kubwa ni kwamba la harakati ndio ni kuinua vijana, lakini pia tunakuleta chanya. Kwa hiyo vijana unapoinuliwa, hakikisha basi una jambo fulani ili mtu aweze kukuinua na uweze kufanya vizuri. Naam, hiyo ni kauli ya kwake Rebecca Barnabas akikwambia hivyo msikilizaji wa Radio Sat FM. Lakini una ushiriki wa wewe hapa kwa kutuma arafa yako, na muda ukifika sisi kama inavyotupasa kufanya ni kudurusu kila ambacho wewe utakuwa umekituma msikilizaji wa Radio Sat FM. Basi nikwambie tu kwamba huu ni muda wa sisi kupitia kila ambacho wewe umetutumia hapa mjengoni msikilizaji wa Radio Sat FM. Rebecca, naam, kuna nani huko? Nikidurusu ujumbe ulionitumia kupitia 0742124021, anasema tuko pamoja sana hadi tamati mwa kipindi cha harakati za vijana. Jamani, hajataja jina lake ni nani, lakini nashukuru sana kwa ujumbe wako. Anasema ujumbe wako umeandika ndivyo sivyo, lakini endelea kutuma ujumbe wako. Huyo amesema jamani, asanteni sana kwa kipindi kizuri, kakaangu hapo studio na dada Rebecca hapo studio. Lakini pia Queen Elizabeth kutoka Buhongo anasema kwa kweli, kwa maoni yangu mimi nilianza kumsaidia mtoto kwa sababu mtoto anaweza kujiokoa, kwa maana
angemwanzia bibi alafu mtoto akawa wa mwisho, basi yangekuwa mengine. Ndo maana akaamua kumwanzia mtoto kwanza, ndipo amrudie bibi kumokoa. Sasa unajua huyo kabaki kwenye kipindi cha mitandaoni leo. Tuko mitandaoni leo kabaki basi kule. Tumwambie kwamba kipindi ni harakati za vijana. Ndiyo. Na mada yetu kama tulivyoweka wazi kwamba ni namna gani inampa fursa mtu mwenye ulemavu. Basi habari za hapo mjengoni? Hapa ni salama. Nasema anatutakia majukumu mema kakaangu na dadangu kutoka hapo mjengoni. Asante sana na Mungu aendelee kukubariki. Huu ni Queen Elizabeth kutoka huko pande za Buhongwa. Namna hiyo. Na sasa msikilizaji wa Radio Sauti FM, ni wasaa ambao twende tukaangalie kikosi kazi cha harakati za vijana kimekuandalia drama aina gani? Msikilizaji wa Radio Sauti FM, najua kwa namna moja ama nyingine utakuwa umeenjoy, lakini kabla hatujazungumza mengi tunaenda hapa harakati za vijana. Katika siku hii tumeenda kitu kizuri kwa msikilizaji. Mada mezani, fikra angavu, uchambuzi wa kina na mawazo ya kina. Karibu tuwe sote. Karibu tuwe sote msikilizaji wa Radio Sauti FM. Kama tulivyokujuza pale awali kwamba jamii inampa fursa mtu mwenye ulemavu, lakini kutokana na drama yetu uliyoisikiliza, kijana Kalunde, mtoto wa Mzee Mbeta, anaibuka kuwa shujaa wa familia, anaibuka kuwa shujaa katika jamii, anaibuka kuwa kinara, kuonesha kabisa kwamba mimi pamoja na kuwa ni mlemavu lakini nina kitu cha ziada ninachoweza nikakifanya kikaniingizia kipato. Mzee wake kana anamwambia, nilikuwa ninaogopa unaenda kujianika juani unafanya kazi, watu wataanza kusema mimi nimekususa. Hauli hapa nyumbani hauvai. Alimfokea kwanza, hauli hapa nyumbani hauvai si nini. Lakini yote ile ilikuwa kumbe ana hofu kwamba wakiona kwamba mtoto ana ulemavu alafu anajishughulisha na zile kazi, wazazi wake vipi? Unaelewa? Mbona kama hawamjali? Wanawajali wengine ambao sio walemavu. Kijana alichokuwa anakifanya amekifikiria kabla. Unaelewa? Kwa hiyo ikawa hivyo, Mzee Mbeta alikuwa na wasiwasi hiyo, lakini dakika ya mwisho anakuja kudhihirisha. Japo mama mwenyewe alikuwa ni anafoka na kwa mkali na kwa mkali. Kumbe mtoto wao ana jambo ambalo kwanza familia inanufaika, jamii inanufaika, pia ananufaika, jamii pia inanufaika. Maana wewe ni miongoni mwa jamii. Unaenda kununua bidhaa. Wewe tayari unanufaika ndio. Si unaelewa? Na yule mtumiaji wa bidhaa pia ananufaika. Kwa hiyo pia licha ya hivyo ndio hata nchi yenyewe inanufaika. Kwa sababu gani? Ndio. Kwenye uchumi pia. Hapo sasa. Kwa hiyo inakuwa faida kwa nchi, jamii, ndugu, marafiki, lakini pia yeye binafsi kwa kujitambua. Leo umewaza mbali. Huko mimi sikuwepo kabisa. Watu wa uchumi tuko vizuri. Watu wa uchumi. Nikikumbuka zama hizo nafundishwa uchumi, ulikuwa unalalamika, lakini matokeo yake ndio kama haya. Ulikuwa unakimbia darasani. Ndio kweli. Sio zile za riadha mita 100, ni zaidi ya mita 100. Kwa hiyo msikilizaji wa Radio Sauti FM, kupitia simu namba 0742 12 40 21 ndio namba pekee ambayo iko hewani ikisubiria tu arafa yako. Nasi tutadurusu kama ilivyo ada. Si ndivyo?